vyama vya soka kwa vilabu kwa mfano. Hiki chama ni kipya. Ndio kimeanzishwa hivi karibuni. Na bahati nzuri tena kwetu wa Tanzania ni kwamba rais mwenyekiti wake wa kwanza ametoka Tanzania. Ni Wallace Harris Said. Yaani kitendo cha kupata tu kile cheo kimefanya naye moja kwa moja. Kwa hiyo mimi sina shaka kabisa na uongozi wa Wallace Karia. Kulingana na misimamo yake yeye, anachokiamini yeye ndicho anachokifanya. Nategemea makubwa na Mungu endelee kumsaidia aweze kuyatimiza mengi zaidi. Okay, sawa. 0612175875 0675935875. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukaungana nasi moja kwa moja kokote kule ambako huko uweze kudondosha ujumbe wako mfupi na sitakuja kusoma hapa vyema, lakini pia baadaye tutakapokuja kutoa tunasema ile nafasi ya kuweza kupiga simu, basi uwe tayari unaweza kufanya jambo na sisi tutakuwa hapa kupokea na kuongea na wewe kwa kile ambacho utakuwa unatamani kutuambia kuhusiana na taarifa za kimichezo ambazo leo utakuwa umezisikia hapa ndani. Lakini pia nikukumbusha tu kwamba Ijumaa hii ngome ya Yesu Kristo Fresh Spring Fellowship Kimara Temboni kwa mpako mafuta kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha kutakuwa na ibada ya maji maalum ya kikombe kipya kwa ajili ya kuondoa ukame, njaa, umaskini na maradhi mbalimbali katika maisha yako, katika familia yako pia na ukoo wako. Lakini ibada hiyo ya kikombe kipya itaanza saa 9 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini waliondoa utajiri katika familia yako, maisha yako, lakini pia hata ukoo wako na familia yako, basi watarejesha baada ya wewe kushika hatua moja ya kufika pale ngomeni, basi kila kitu kitarejea. Heshima na utajiri uliopotea kwenye familia yako, ukoo wako, Ijumaa hii utarejeshwa na itakuwa mwisho wa wewe kuteseka. Kwa nini uteseke na kati Yesu kupitia kwa muonaji kuhani Mwalimu Musa Richard Mwacha, basi unaweza ukapona moja kwa moja. Lakini pia heshima na utajiri uliopotea kwenye familia yako, ukoo, Ijumaa hii utarudishwa. Utakapopokea uponyaji, basi afya yako itaweza kurudi kama ulivyokuwa mwanzo. Lakini pia wale wenye magonjwa magonjwa ambayo ni sugu, magonjwa ambayo hayaponi, figo iliyofeli, kifua kikuu kisichotibika, ukimwi unaosumbua, kansa isiyopona, kuumwa miguu, mgongo, kichwa, figo, macho, masikio na kila aina ya magonjwa utaponywa Ijumaa hii katika ibada ya kikombe kipya. Namna ya kufika: panda magari yanayoenda Mbezi stendi ya Magufuli, shuka kidogo kinaitwa Temboni. Ukifika pale Temboni, basi kila ambaye utamkuta pale, hata mtoto miaka 7 utamkuta pale, utamuuliza kwa kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha ni wapi, basi hata kuwa na ajiz wala hata kuwa na chochote kile, basi ataweza kukuonesha au kukufikisha mpaka pale. Lakini pia ukifika tu pale ukiwa umeshuka, kama unatoka mjini au kama unatoka Mbezi, upande wako wa kushoto ukiangalia utaona pale kuna gorofa la majengo 3 ya kwenda juu, bado linamalizikia. Ukiona tu pale wewe, basi jua umefika ngome ya Yesu Kristo Kimara Temboni bila shaka yoyote ile. Na Yasiri hapo kwa kuhusiana na kuhani Mwalimu Musa Richard Mwacha, ni kwamba kwanza kabisa leo kwa ninachokifahamu mimi, kuna surprise mwalimu kuhani na Mwalimu Richard Musa ataileta pale. Kuna watu walikuwa na maswali mengi sana kuhusiana na ile madhabahu inayotembea. Ndio. Sasa leo kuna kitu. Leo kuna kitu. Sawa na kitu leo kinachohusu madhabahu inayotembea. Unaambia pale
Acha kuteseka. Unatesekaje wewe? Lazima uende ngomeni. Wote akae vyema kabisa kutokana na kile ambacho kitakuwa kinaendelea katika ibada kubwa kabisa leo. Saa 9 unapaswa umeshafika maeneo yale. Kwanza saa 8 mapema tu, kama unakaa mbali kwanza saa hizi. Kama unatokea mbali kama sasa hivi wewe tayari uko njiani unaelekea, lakini kama wewe ni mweneo pale saa 9 ikukute pale ngomeni, itakuwa ni vizuri. Itakuwa ni vizuri kabisa. Itakuwa mujarabu kwenye hili kwamba mida ikifika ile ya ibada inaanza, basi umefika pale. Hata kuhani anapopanda madhabahuni anakuta tayari wewe uko katika maeneo yale na baraka zinaanza pale ambapo anaingia. Akiingia tu basi na nyinyi mtakuwa mnapata kile ambacho kinaendelea kutoka pale Ngome ya Yesu Kristo Kimara Temboni. Sawa, kwenye habari nyingine ambazo tunazo siku ya leo ni tunaenda kuangalia sasa taarifa yetu ya kwanza nyingine kwa zile ambazo tunazo hapa ndani kihusiana na mchezo ambao ulikuwa ni kiporo. Wanasema kiporo kinafanyaje? Kinalika au kiporo kikilala akiliki? Hapo Waarabu anasema imma tazalta wa imma tazalta. Imma kitalika ama kisilike. Sawa. Swala la muda. Sawa. Kwa hicho ambacho amekizungumza ndugu yangu ni moja kati ya vitu ambavyo kitaweza kwenda kutokea siku leo. Na nilikuwa hapa, kuna mshabiki mmoja bwana wa klabu ya Simba wakati tuko hapa alikuwa anazungumza, ndugu yetu Balozi akiwa anatokea mitaa ile ya kule Dar es Salaam, akisema kwamba Simba leo lazima washinde wao. Nikamwambia Balozi, mpira ni dakika 90. Sawa, mpira ni dakika 90. Kwa hiyo wewe kama balozi ambaye unahusika na vijana, hakikisha kwamba unaangalia mpaka dakika 90 mpira, alafu baadaye wewe kama shabiki wa Simba ndio unyanyuke na uweze kutuambia kile ambacho unakisikia kutoka katika moyo wako. Kwa sasa tuachie mpira uchezwe uwanjani, au vipi? Nasema kikosi cha Simba kitashuka dimbani leo majira saa 10 kamili za jioni kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji katika dimba la KMC Complex Mwenge. Mchezo huo ulipaswa kuchezwa siku kadhaa zilizopita, lakini haukuchezwa kufuatia ajali waliopata Dodoma Jiji wakitokea Lindi kule ambako walikuwa na mchezo na Namungo. Na nilisema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo viliwatokea ni kwamba walipata ajali kabla ya ajali. Kwenye mchezo walipata ajali, lakini pia wakapata ajali ambao walikuwa wanaelekea kwenye mchezo mwingine. Lakini hata hivyo baada ya mchezo huo utakapomalizika tu basi itapatikana mapumziko mafupi kupisha kalenda ya FIFA itakayofuatiwa na michezo ya robo finali ya michuano ya kombe la ligi ya mabingwa Afrika, lakini pia pamoja na kombe la shirikisho. Aidha, kuelekea mchezo huo, kocha msaidizi wa klabu ya Simba Selemani Matola Veron amethibitisha kukosekana kwa baadhi ya wachezaji ambao wa klabu hiyo ya Simba, ikiwemo Musa Pinpin Kamara, anaitwa Shemalon Fondo, lakini pia Muzamil Yasin kiungo Punda atakuwa naye hayupo katika mchezo. Tumsikilizeni Selemani Matola kile ambacho alikuwa anakizungumza, alafu tuje tupate uchambuzi jadidi hapa kuhusiana na mchezo huu. Je, kukosekana kwa baadhi ya nyota hawa ambao tumewataja hapa inawezekana ikawa ni chachu kwa Simba kudondosha alama, au itakuwa ni kumsukuma mlevi tu aende, lakini mambo yatabaki kuwa vile vile kwamba Simba atapata matokeo? Tukija hapa mtuambie vizuri wachambuzi wetu kwa takwimu na mwenendo wa Tabora wa Dodoma, kila kitu tutakuja hapa kujua. Selemani Matola. Na kwa mimi nasema kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi, na hasa katika mzunguko huu wa pili. Dodoma ni timu ambayo ni nzuri, timu ambayo ina mwalimu mzuri, mwalimu Meki ni mwalimu ambaye anapenda sana ushindani, na hata ukiangalia katika mechi yetu ya kwanza na Dodoma haikuwa mechi rahisi. Dodoma ilikuwa ni mechi ngumu sana. Kwa hiyo sisi Simba tunajua ugumu wa Dodoma, tunajua ushindani wao, na tumejipanga pamoja na ugumu wao na ushindani wao tukakisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Itakuwa mechi rahisi, na hata ukiangalia mechi ya kwanza Dodoma ilitupa ugumu sana katika
kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho. Sisi tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho ambapo tunaenda kupambana na Dodoma Jiji. Tunafahamu kwamba Dodoma Jiji ni timu nzuri, ni wachezaji wazuri na wenye mwalimu mzuri, kwa hiyo tunatarajia kupata upinzani wa hali ya juu katika mchezo wa kesho, lakini sisi kama wachezaji tunajua kabisa mchezo wetu wa kesho tunataka tupate matokeo ya ushindi. Nadhani kama mwalimu alivyosema. Na Yasin Masoud, Pemba Sports 87.5 Zanzibar. Alikuwa anazungumza kwanza Suleiman Matola, akaja kuzungumza David Kamete Duchu, beki ambaye wa klabu ya Simba, mbadala wa Shomari Kapombe na Kevin Kijiri. Lakini pia tulipata nafasi ya kumsikiliza Maxime, kocha huyo ambaye anainoa Dodoma Jiji. Walimazabibu wao kutokea kule Dodoma wamekuja na zabibu au zabibu wameziacha kule kwao, wamekuja kucheza mpira tu. Tutajua hapa baada ya mchezo kutamatika kwamba zabibu zitawalewesha Simba au Simba watanunua zabibu na kuwanunua wenye zabibu. Inawezekana kwamba wakapigwa wakashindwa mpaka kwa kutokea. Kwa hiyo tumsikilize Mek naye anachokizungumza. Ameongea kwa ujasiri mkubwa sana, maneno makali kweli akizungumza ya kijasiri. Kama wewe unaenda vitani na Maxime, basi ama hakika haushindwi kumwamini kwa kile ambacho amekizungumza hapa. Maxime, ulikuwa na yapi ya kutuambia? Nafasi ya kugombea ubingwa na sisi pote tukizipata ni muhimu kwa sababu bado tunafukuzia juu. Kwa hiyo nafikiri maandalizi tulishafanya Dodoma na sasa hivi tuko tayari tu, tumekuja Dar es Salaam tayari kwa ajili ya mchezo. Hilo ndio kubwa. Kikubwa acha hiyo mambo ya kuconcede goli. Kikubwa sisi tumejipanga, tunajua ubora wa Simba upoje. Kwa hiyo tumejipanga kwenda kucheza na Simba. Kwa hiyo na ubora wao tunauelewa vizuri tu. Kesho tuko kwenye mchezo wa Simba, lakini bahati mbaya mchezo wa mpira sio kile ulichokionyesha nyuma unaweza ukakionyesha leo, sababu mchezo wa mpira wanaofanya kazi ni watu tofauti na nyumbani kwako. Unavorudi ukitaka kuingia ndani unakuta switch ya umeme kwa ukigusa tu taa imewaka vile vile, mradi tu umeme uwepo. Kwa hiyo kila siku ukiwasha ni vile vile, kwa sababu ile ni mashine. Lakini kesho watu wanaenda kufanya kazi, ni binadamu. Unaona kuna wachezaji wengine walikuwa hawapo, kwa hiyo inaweza kawa saa nyingine mechi bora zaidi kuliko ya ile. Ndio wanapambania ubingwa na sisi bado tunataka tukae sehemu iliyo salama zaidi. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kitu ambacho kitafanya mechi ya kesho iwe ngumu. Kubwa mimi napenda tu kwanza mashabiki wa Dodoma Jiji, nafikiri kesho tuko katika uwanja wa KMC, waje kwa wingi. Mashabiki wa Simba vile vile waje kwa wingi, na naamini burudani itakuwa nzuri. Basi tuje pale kidogo tupunguze saumu, ili baada ya hapo tunaenda kufuturu vizuri. Hicho ndio kikubwa. Tunajua kwamba mchezo wa Dodoma na Simba unakuwa ni mchezo mgumu, na sisi wachezaji tunajua umuhimu wa hiyo mechi. Ukiacha